Simulizi la maisha ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi, sehemu ya 5 ya masimulizi. Waliporudi Asizi kutoka Roma kuomba kibali cha kuishi Injili kama kikundi, ndugu hawa waliishi kwa muda mahali palipoitwa Rivo Torto, kwenye kibanda kilichoachwa na wakulima wa mashambani. Kibanda hiki kilikuwa kidogo mno kwa wote, karibu na makao ya wakoma ya Santa Maria Maddalena, umbali wa kilomita 1.5 kutoka Pontiucula. Licha ya mazingira haya duni, fadhila nzuri za Kifransisko zilistawi na fadhila ya uvumilivu ilishinda hila zote za Shetani. Muda wa kukaa Rivo Torto ulimalizika kwa namna ya ajabu, kwani ilitokea siku moja ndugu walipokuwa wakisali, mkulima mmoja aliingia katika kibanda chao na punda wake, na hivyo kusababisha kibanda hicho kubomoka. Kwa kuwa ndugu hawa walikuwa watu wa amani, ilibidi wapaache mahali hapo na kutafuta mahali pengine pa kuishi. Abate wa shirika la Mtakatifu Benedikto wa Benediktini alimsaidia Fransisko kwa kumpa kikanisa cha Pontiucula alichokikarabati mwenyewe siku za nyuma. Fransisko alipapenda sana mahali hapo na aliona angeweza kutimiza vizuri ndoto yake ya kuishi kiinjili. Tunakumbuka mambo muhimu yafuatayo katika kikanisa cha Pontiucula. 1. Ni chimbuko la utawa wa kwanza wa Kifransisko, yaani shirika la ndugu wadogo lilichipuka hapo. 2. Pontiucula ni chimbuko la utawa wa pili wa Kifransisko, kwani Clara kama mwanamke wa kwanza kumfuata Mtakatifu Fransisko aliwekwa wakfu katika kikanisa hicho. 3. Fransisko aliomba rehema kamili kwa wote wanaokwenda kusali katika kikanisa hicho cha Pontiucula. Kila tarehe 2 ya mwezi Agosti ya kila mwaka, rehema kamili inatolewa mahali hapo hadi leo. 4. Mtakatifu Fransisko alifia Pontiucula. Akiwa ndani ya kibanda chake cha upweke pale Pontiucula, alisema, mahali hapa ni patakatifu daima, patunzeni kwa heshima na wala msithubutu kupaacha, maana hapa ndipo Bwana alipoongeza idadi yetu na kuziwasha roho zetu kwa moto wa upendo wake. Shirika linaendelea kukua na kuenea. Usikose sehemu ya 6 ya masimulizi ya maisha ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi.